yani napata elimu namna ya sheria za barabarani ninapokuwa safarini. Kwa hiyo inanisaidia vitu vingi sana. Chuo changu cha kwanza nilichopatia mafunzo ya basic ni Kihonda. Nilisomea Kihonda pale basic, halafu nikasomea pia PSV ya C1 Kihonda Morogoro. Tofauti ipo kwa sababu kwanza walimu wetu wako makini kwanza kutufundisha kile kitu ambacho tumekifuata hapa, kiasi kwamba hata tukitoka hapa hatutajutia kuja hapa Future World, na tutakuwa mabalozi kwa watu wengine, kwa madereva wengine na watu wengine. Naweza nikasema pia kwa kile tunachokitoa kwenye hiki chuo na mafunzo tunayoyapata ni zaidi, yani tunachokitoa naamini ni kidogo kuliko mafunzo na elimu tunayopata hapa, iko juu sana. Nitakuwa makini zaidi ya pale nilipokuwa mwanzo, na nitakuwa barozi, yani kikubwa zaidi nitakuwa barozi hata kwa madereva wengine kukitangaza chuo chetu cha Future World. Rai yangu na wito wangu, nilikuwa nahusia madereva waje kusoma, wasome, wapate elimu ili tuepushe ajali nyingi barabarani, kwa sababu ukija shuleni unapata elimu ambayo ungekuwa tu mtaani hujaje kupata mafunzo. Kuna vitu vingine vinaepukika kulingana na dereva akiwa ameingia darasani, ajali nyingi tutaziepusha. Kwa hiyo rai yangu kwa madereva wa Kitanzania waje kusoma. Sababu kwanza kazi yangu dereva naipenda, cha kwanza. Cha pili, changamoto kila sekta zipo, isipokuwa changamoto ambayo tuko nayo kwa sisi madereva labda ni kwamba unatoka kwenye nchi yako unaenda kwenye nchi ya watu wengine, unaenda kukutana na tabia tofauti, umeona. Na changamoto kubwa nyingine ni kukaa, kuna muda unaenda labda kama ni safari ni Kongo, hiyo ndo changamoto, unakaa sana bila kurudi nchini kuonana na familia. Hizo ndo changamoto ambazo tunapitia na zingine. Mimi siamini kama hii fani ni ya wanaume tu. Mimi naamini wanawake pia tunaweza. Mimi nawahusia wanawake wenzangu waje wajifunze kama hivyo wanavyotuona saizi tuko barabarani, tunaendelea kupambana. Kwa hiyo uhusia wangu waje wajifunze. Sijawahi kuingia chuo cha aina yoyote. Nilianzia kwenye ufundi, nikaja kwenye utandiboi, nikaja kwenye ukondakta, nikaja kwenye udereva. Kwa hiyo nilikuwa naendesha kwa kutumia uzoefu wa muda mrefu. Nimeendesha magari makubwa na mabasi, lakini nilikuwa natumia uzoefu, sikuwa na elimu kama elimu ya sasa hivi ninayoipata hapa. Niliamua kuja hapa shule kusoma Future baada ya serikali kutoa shinikizo kwamba madereva wote mkasome. Nikaona umuhimu nije hapa shule kupata elimu zaidi, lakini nashukuru kwa sasa hivi naelewa nini maana ya udereva. Umeelewa nini maana ya udereva wa kujihami na nini maana ya usalama wa udereva kwangu mimi na kwa wengine. Mafunzo tunayoyapata hapa yanaendana na kiwango cha hela au zaidi, kwa sababu elimu ni zaidi ya pesa. Elimu na zaidi ya pesa. Kwanza nashukuru Future, wana walimu mahiri, wanafundisha unaelewa, na hata kama ukusoma lazima utaelewa nini kinachokuleta hapa na nini kinachokusababisha wewe uje hapa kusoma. Kwa hiyo nashukuru walimu wanajitahidi, wanafundisha vizuri, darasa linakwenda vizuri. Mimi mwenyewe binafsi nilikuwa naona kama nilikuwa najichelewesha, ule ujanja kwamba bwana mimi nitanunua tu cheti sijui nitafanyaje. Kwa kweli ulikuwa mawazo yale yalikuwa yananipoteza, lakini sasa hivi nimejua umuhimu wa kusoma. Najisikia sasa hivi vizuri. Mimi tu nilikuwa natoa rai na kuwasihi madereva zangu, hebu tuje kusoma. Kuna mambo mengine, mimi na miaka mingi kwenye udereva, lakini nilikuwa kuna mambo mengi nilikuwa siyajui, na sasa hivi nayaelewa. Kama kosa unaweza kulifanya, unajua kabisa hili ni kosa. Umeelewa? Nilikuwa sijui maana ya kitu fulani, sasa hivi ninajua. Kuna malalamiko yamejitokeza
kwamba madereva wamekuwa adimu kwa sababu ya kucheleweshwa kupata vyeti vyao wanafunzi wanaosoma. Kwa hiyo nikaona nifike nione utaratibu unakuwaje, wanasoma kwa muda gani, wanapata leseni kwa muda gani, ili ndivyokuwa naongea na mamlaka nisiongee kitu cha kubuni, niongee kitu ambacho nimeona kwa macho yangu. Sasa bahati nzuri nimepata hata nafasi ya kukaa leo kipindi kizima, nimeona namna